بفضل الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Watukufu ndugu zangu Waislamu, tumpeni shukrani zetu za dhati kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah aliyetupa afya iliyo njema, Allah aliyetujalia uwezo wa kuweza kufika hapa msikitini, kwa sababu wako watu katika sisi wamependa kufika, lakini irada ya Allah imefanya wasifike. Kuna ambao hawakukusudia kabisa kufika msikitini, wao tuwaombee kwa Mwenyezi Mungu Allah waongoze ili tuwe nao msikitini. Ndugu zangu watukufu Waislamu, sisi ambao tumebarikiwa kuwa na afya njema, ikawa shukrani yetu kwa Mwenyezi Mungu ni kutekeleza kile Mwenyezi Mungu alichokiamrisha, ni jambo kubwa sana. Afya ambayo tumeipewa tukaona kutenda haki ni kumcha Mungu, ni kufanya kile ambacho Mungu mwenyewe akipenda kifanywe na kukiepuka kile ambacho Mwenyezi Mungu amesema kiepukwe. Wagonjwa walio mahospitali, wagonjwa walio manyumbani, sisi sote tuelekeze nia zetu kwa Mwenyezi Mungu awarejeshee afya zao ili nao waweze kuendelea na majukumu yao ya kiibada na ya kimaisha. Ndugu zangu watukufu Waislamu, tukiwa katika mtiririko wa mawiki au miongoni mwa siku za Ijumaa, leo Allah katufanya tena tumekuwa pamoja. Ndugu Waislamu, nimependa niwataje maadui watatu kwetu sisi ili tuchukue tahadhari juu ya maadui hawa, ni namna gani tutakuwa tunakokotana nao kwenye maisha yetu ili kuweza kuwakwepa kutengeneza akhera iliyo bora na salama kabisa. Ndugu Waislamu, sisi tunaishi katika huu ulimwengu, tuna uhakika kabisa kwamba kila aliye katika huu ulimwengu baada ya hapa ataelekea kaburini, ili hakuna yoyote atasema hapana. Lakini pia kuna maisha yataendelea kaburini. Maisha hayo yataendelea, lakini pia tuna uhakika kabisa kwamba nayo yana mwisho wake. Baada ya kufikia mwisho wa maisha ya kaburi, basi tunafufuliwa kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukikusanywa kufatan uratan ghurlan. Yauma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyurau a'malahum, kwamba sote tutaelekezwa sasa kwa Mungu ili kila mmoja akakutane na kile ambacho amekitenda katika maisha yake ya duniani. Huko kwenye mahshar utakuwa na watu wa aina nyingi sana, lakini baada ya kupambanuliwa yatabaki kuwa ni makundi mawili. Kutakuwa na watu wa peponi, Mwenyezi Mungu atujalie katika hao, lakini pia kuna watu watakuwa ni watu wa motoni, Mwenyezi Mungu atukinge tusiwe katika hao. Baada ya hapo itakuwa kazi imekwisha, kila mmoja anaenda kwenye makazi yake ya kudumu. Ndugu watukufu Waislamu, sasa maadui hawa watatu niliowakusudia kuwataja watasababisha zaidi ya 90% ya watu watakao kwenda motoni. Chanzo ni mambo hayo. Ijapo matatizo yako mengi, mambo yako mengi sana yanayosababisha watu wakienda motoni, lakini 90% kubwa ya watu watakao kwenda motoni
basi matatu haya ndiyo yaliyowapeleka wengi wao motoni. Mwenyezi Mungu atukinge na adhabu ya moto. Ndugu zangu watukufu Waislamu, adui wa kwanza ambaye tunatakiwa tutahadhari naye sana katika hii dunia ni tariku swala. Asilimia kubwa ya watu ambao watakuwa wanakwenda motoni siku ya kiyama ni kwa sababu ya kuiacha swala. Leo swala yachukuliwa ni jambo la kawaida sana. Swala ni jambo la watu ambao hawana kazi za kufanya. Swala ni jambo la wazee kwa itikadi au kwa fikra ya kusema mzee sasa anakaribia kufa. Vijana wengi hawapo katika habari za swala, na baadhi ya wazee pia hawajishughulishi na mambo ya swala. Ni miongoni mwa madhambi ambayo yatawapeleka watu wengi sana motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari ya Isra na Miraj alikwenda wakati anaifuata swala tano. Kuna mahala aliwakuta watu wanapondwa vichwa vyao kwa mawe, wanapigwa vichwa vyao kwa mawe mpaka kafikia hatua vya pasuka vile vichwa, halafu vyarudi tena upya. Wanapigwa tena wale watu mawe mpaka vile vichwa vya chakaa vyarudi tena. Hiyo ni adhabu inayoendelea milele na milele. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, man haula ya Jibril, hawa ni wakina nani Jibril? Akamwambia, haula alladhina tatasaqalu au tatasaqaluna ruusahum an salati, hawa ni wale ambao wanavitilia uzito vichwa vyao, wanajifanya kichwa ngumu, hawataki kuswali. Kwa hiyo kwa sababu tu hawaswali, adhabu itakayowakuta miongoni mwa adhabu ni kama hii. Vichwa vyapigwa, vyachanguka, vyapasuka, halafu vyarudi tena. Malaika tena washika mawe wanawapiga tena kwa mawe mpaka vichwa vyapasuka, vyarudi tena. Ni adhabu endelevu tena na tena. Ni moja katika mambo ambayo yatawatia watu wengi sana motoni. Ibada ya swala ni ibada kubwa sana. Ni ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanadamu yoyote akiikanyaga akhera tu, jambo la kwanza atakaloulizwa ni swala. Awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, fa in wujidat tammatan qubilat wasairu amali, wa in wujidat naqisa ruddat wasairu amali. Jambo la kwanza ambalo mtu akitia mguu akhera ataulizwa ni swala. Hautaulizwa ulidhulumiwa, umekufa kufaje, umeuliwa, uliua, ulifanya nini. Ala la kwanza kabisa mtu akitia mguu wake akikanyaga akhera, vipi kuhusu swala? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema swala ikikutwa imekamilika, yakubaliwa swala, yanakubaliwa matendo yako ya kheri uliyoyafanya kwa ajili ya Mungu, japo yana mapungufu, kwa sababu tu swala imekamilika. Ndugu Waislamu, ni nani kati yetu ana uhakika swala yake imekamilika? Ni nani katika sisi ana uhakika alivyoiswali swala yake itakuwa ni sababu ya kukamilika, amali zake zote zitakubaliwa kwa sababu ya namna au sampuli ambayo anaswali swala yake? Ni nani kati yetu? Hakuna. Kwa hiyo jambo la swala ni jambo kubwa sana, lakini leo limepuuzwa. Tuwaswali swala za uwakilishi wa familia. Katika familia inaweza katokea anayeswali ni baba tu. Mama asubuhi anamwamsha mumewe, adhana hizo mume wangu. Kweli mume aamka aenda kuswali, nyumbani mke haswali, watoto hawaswali, na kila ambaye anamsimamia kwenye mikono yake kumhudumia na kumlisha na vinginevyo haswali, anaswali yeye tu kama mbunge wa familia ile. Hakuna swala za design hiyo. Wale unaowaacha nyumbani ni watu ambao siku ya kiyama watasema, ya Rabbana khudh lana hakana min hadha ar-rajul, tuchukulie haki zetu kwa yule mtu. Kwa nini? Alikuwa hatuamrishi mambo ya khair. Sasa swala sisi tuiswali kama vile tunavyotaka sisi, tuwaswali kwa kuwakilisha familia zetu. Hakuna swala ya design hiyo Waislamu. Tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Adui kuacha swala ni adui ambaye ni miongoni mwa mambo makubwa yatakayowatia watu wengi sana motoni siku ya kiyama. Jambo la swala ni jambo lilopuuzwa mno, ni jambo ambalo lafanywa na watu wasiokuwa na kazi za kufanya leo hii.
watu wasiokuwa na mambo mengi. Swala yampita mtu wala Mungu atamsamehe swali ijayo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fawailul lilmusallin, ole wao wanaoswali. Ni wakina nani hao? Alladhina hum an salatihim sahun, wale wanaoswali namna watakavyo wao. Sikiliza hii, kama ikiwa yule anayeswali anapewa onyo, ole wake anayeswali. Sasa kama anayeswali ole wake kwa sababu anaswali hovyo, vipi yule ambaye haswali? Rasulullah anasema mtu akipitwa na swala moja, asiposwali mtu swala moja, idha taraka al-'abdu faradan wahida kutiba ismuhu ala babin nar. Ni hadithi sahihi. Mtu akiacha swala moja ya faradhi huandikwa jina lake katika mlango wa moto, na huandikwa hadha kharijun min al-islam, kwamba huyu katoka nje ya Uislamu kwa sababu tu kaacha faradhi moja. Tumeziacha ngapi wewe na mimi? Familia zetu mangapi swala ngapi hawakuswali? Kwa hiyo katika mambo yatakayowatesa watu na kundi kubwa litaingia motoni siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu atunusuru, ni tariku swala. Kapewa laana mtu huyu. Laana ni kwamba hauko pamoja na rehema za Mwenyezi Mungu na uko na machukivu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nataja kwa ufupi. Jambo la pili ambalo litawatia watu wengi sana motoni, ndugu Waislamu, ni swala la uzinifu. Leo zinaa imekuwa ni jambo la kawaida mno. Leo kuwa na watoto wa zinaa ndani ya nyumba ni jambo la kawaida mno. Kama sisi tuliokuwa karibu nao, aidha mabinti zetu washatuletea watoto wa zinaa ndani ya manyumba yetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ittaqu zina fa inna fihi arba'a khisal, iogopeni zinaa, ikwepeni zinaa, kwa sababu ndani ya zinaa mna mambo ya hatari manne. Jambo la kwanza akasema yudhihibu haibatal wajh, zinaa inaondosha tisho la uso, ile haiba ya uso inakosekana usoni. Mzinifu uso wake umekaa kama wa mnyama, yani hana haya. Hoja kushangaa mtu hata warika la mzazi wake pia akamfuata, hana haya. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akasema zinaa yurithul faqr, zinaa inarikisha ufakiri. Sehemu yoyote, nyumba yoyote ambayo umo ndani mna mzinifu ama mna wazinifu, riziki inapotea. Tunaweza tukatafuta wachawi, lakini kumbe sisi wenyewe tuna matatizo. Zinaa inasababisha shida, inaleta umaskini. Hata kama tendaeni mmoja katika nyumba yako, inarikisha ufakiri katika maeneo yale. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa yusqitu rahman, zinaa pia yamchukiza Mungu. Angalia ubaya wake, yamchukiza Mungu zinaa. Ni jambo la tatu. Jambo la nne na la hatari zaidi, wayujibu al-khuluda fi an-nar, itasababisha watu watakaa motoni muda mrefu, halafu kama ana mema hapo baadaye ndio atakuja kutolewa. Lakini kwa sababu ya zinaa, wayujibu al-khuluda fi an-nar, atakaa sana mtu motoni kwa sababu tu alikuwa mzinifu. Hapa tulipo msikitini, tukijiuliza katika akili za kawaida, huko nje zina ngapi zafanyika sasa hivi? Aidha mahotelini, magesti, manyumbani, tunamoita mageto, au katika nyumba tu mtu nyumbani yake. Lakini dakika hizi za sasa zina ngapi zafanyika nje? Mabalaa yanayotukumba, tatizo ni sisi wenyewe. Mabalaa mengi yanayotukumba, tatizo ni sisi wenyewe. Dawa ya matatizo ni kujibadilisha sisi wenyewe. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu haondoshi matatizo ama haiondoshi neema aliyowapelekea watu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wenyewe wabadilike kutoka katika ile hali waliokuwa nayo wende katika hali nyingine, na Mwenyezi